اللهم فصل وسلم على نبي مرسل بخير كتاب منزل، نبي الهدى وبحر الندى، أعظم الخلق وأكرمهم يدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. إخواني في الله، في خطبتنا اليوم في هذا المقام العظيم أتكلم معكم بموضوع مهم نحتاج إليه جميعا حتى نحصل الراحة ونحصل السعادة ونحصل الفوز والخير في هذه الدنيا والآخرة كذلك. عباد الله، وهذا الموضوع ربما يخلصك من كثير من الأفكار، ويخلصك من كثير من المشاكل، ويخلصك من كثير من الخلافات. أحببت أن ألقي إليكم لعل الله ينفع به المتكلم والسامع، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لكل من حضر هذه الخطبة والوالدين، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه، شغلي كان خطبة، وجوده وإحسانه، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. أحبتي في الله، الموضوعنا تحت عنوان اللطيف: امحو الماضي فإن ذاك الماضي قد تغير. ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu mtume sallallahu alayhi wasallam, katika khutba yetu la leo mada itakuwa ni imhu al-madi fa inna dhaka al-madi qad taghayyar. Futa yaliyopita Muislamu, kwa hakika yale yaliyopita yamekwisha kubadilika. Lakini kabla sijaingia katika maudhui hii, nikitanguliza na mukaddima ambao kwamba unafanana na maudhui kama hii. Allah subhanahu wa ta'ala, Waislamu akataja ndani ya Qur'an kuna amali 4 Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amezitaja kwa uzuri na zina maana nzuri. Jambo la kwanza, ahibati fillah, katika utangulizi huu Mwenyezi Mungu akatutajia ndani ya Qur'an as-sabrun jamil, subra iliyo nzuri. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliposema ndani ya Qur'an fasbir sabran jamila, kadhalika Nabii Allah Yaqub alipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea alipokuwa akiwaelezea watoto wake, ndugu zake Yusuf na Binyamin, akiwaambia fasabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Ikhwata al-iman, qala ahlu al-ilm fasabru al-jamil
alladhi la jaz'a fihi wala shakwa ma'a. Subra iliyo nzuri muislam, ahlul ilmi wanasema subra iliyo nzuri ni ile ambayo kwamba haikupatii hofu katika moyo wako kwa yale ambayo kwamba yanakupata muislam. Usiwe na hofu katika moyo wako, kadhalika wala shakwa ma'a, wala huendi kushtakia kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio as-sabrun jamil, hii ndio subra iliyo nzuri watukufu wa Islam. Kadhalika katika amali ya pili aliyoitaja Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an ina maana nzuri alipotuambia katika suratul Muzammil, wahjurhum hajran jamila, tengana nao katika utengano ambao kwamba ni mzuri. Ikhwatal iman, katika haya maisha ambayo kwamba tunayoishi ni mawili, moja katika mawili. Mwanadamu imma awe ni ndugu yako wa kweli, awe ni rafiki yako wa kweli, wa imma an yakuna aduwan laka biwuduh, na imma awe ni adui yako wa wazi kabisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa anatuambia ndani ya Qur'an, wahjuruhum hajran jamila. Ahlul ilm wanasema kuhusu hajrun jamil huwa alladhi la shatma fihi wala adhiyata ma'a. Kule kutengana kulio kuzuri ni kwamba watu hawatukanani wala hawaudhiani wala hawaekani vitimbi, watu wakatengana kwa uzuri. Hii ndio hajrun jamilun ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyotaja ndani ya Qur'an. Kadhalika katika amali ya tatu ayuha almuslim ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala akaitaja ndani ya Qur'an ina maana nzuri, as-safhul jamil, kusamehe kulio kuzuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala akituambia ndani ya Qur'an, wa inna as-sa'ata la'atiyatun fasfahi as-safha al-jamil. Ikhwani fillah, kiyama kinatujilia ahibati fillah, kisimamo ambacho kwamba tutakwenda kusimama mbele ya Mola wetu Azza wa Jalla. Basi fasfahi as-safha al-jamil, samehe kwa yule ambaye kwamba aliyekukwaza, samehe, kusamehe kulio kuzuri. Katika as-safhu al-jamil maulama wakasema as-safhu al-jamil alladhi la muakhadhata fihi wala itabu ma'a. As-safh, kusamehe kulio kuzuri ni kule kwamba akisha kusamehe yule mwanadamu harudi tena katika kutaka kulipiza kwa yale aliyofanyiwa, na baada akisha kusamehe kulio kuzuri haendi tena kushtakia watu kwamba fulani nimemsamehe, ananyamaza wala haendi kushtakia kwa wengine. Maana ya nne ahibati fillah ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatutajia ndani ya Qur'an, as-sarahul jamil. As-sarahul jamil na ile ambayo kwamba iko ndani ya Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Mwanadamu anapokuwa yuko katika maisha ya ndoa, kuna yale ambayo kwamba huenda yakatokea katika wewe mume pamoja na mkeo, au mwanamke akatokea yeye na mume wake katika hali ambayo kwamba ikawa hakuna tena budi watu kutangamana pamoja. Bila shaka hapa ni kuachana na watu kufaraqiana. Basi famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamil, kuachana kwa wema, imsakun bima'rufin au tasrihun biihsan, na sarahun jamil baada yule mwanamume akisha kumwacha mwanamke. Ikhwatal kiram, hawi tena ni mwenye kumtangazia mabaya, na hii ni kinyume ambayo kwamba leo baadhi ya Waislamu tuko nayo. Mwanamke ukisha kuachana naye, hakika si irdhi yako tena, sasa hivi amekuwa katika boma la mwingine. Inafaa Muislamu aheshimu irdhi za watu, aheshimu heshima za watu. Lidhalika Allah Subhanahu wa Ta'ala akatutajia ndani ya Qur'an amali nne: sabrun jamil, subra iliyo nzuri, wa hajrun jamil, wa safhun jamil, wa sarahun jamil, wallahu jamilun yuhibbul jamal. Ikhwatal iman, katika mukaddima kama huu, utangulizi kama huu, nikapenda kuutanguliza katika hii maudhui yetu ambayo kwamba tukienda katika safari yetu katika khutba ya leo, tukikumbuka katika utangulizi, nyoyo zitalainika biidhnillahi alkarim. Almawdhu'
imhu almadhi fa inna dhaka almadhi qad taghayyar, futa yaliyopita muislamu, kwa hakika yale yaliyopita yamekwisha kubadilika. Mwanadamu tunayoishi katika haya maisha wa Uislamu, kuna zama tatu ambazo kwamba tunaishi ndani yake. Madhin qad madha, kuna yale ambayo yaliyopita, kwa mfano kama jana ambayo kwamba imeshakwisha kupita. Wa hadirun alladhi huwa alhaqiqatu alinsan, kwa zama hizi za sasa ambazo kwamba twaishi sasa hivi leo, ambao kwamba ndio hakika wa mwanadamu. Wa mustaqbalun yuladu biidhnillahi jalla wa ala, na zama za tatu ni mustakbal ambao kwamba utakaokuja kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika haya yanayozungumzia madhi na katika haya yaliyopita yamegawanyika sampuli mbili Waislamu. Kuna yale mambo ya nyuma yaliyopita lakini yalikuwa ni mazuri, haya siwi ni mwenye kuyazungumzia. Pengine tuliamiliana na majirani zetu kwa uzuri, ulifanyiwa ihsan, ukimkumbuka huyu ni katika matajiri zangu alinifanyia khairi kadha wa kadha. Katika watoto kuamiliana na baba yao, mama kuamiliana na watoto wake na kadhalika. Ikhwani fillah, sizungumzii almadhi aljamil, sizungumzii yale yaliyopita ambayo kwamba ni mazuri, nazungumzia katika yale yaliyopita ambayo kwamba katika maisha yetu yalitokea, katika kuishi kwetu kukwazana, yalitokea katika kukwaruzana na kupelekeana maneno. Laalla tuliishi duniani, kuna yule ambaye kwamba aliyekujeruhi kwa ulimi wake, ikawa lile donda liko katika moyo wako. Huenda ukaishi duniani, pengine mwanao akakufanyia mambo ambayo kwamba huwezi kuyasahau, mwanao basi wa kumzaa peke yake. Lidhalika nimezungumzia katika haya ambayo kwamba ni yale yaliyopita ambayo kwamba tuliwahi kukwazana au tuliwahi kukosana. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika madhi au katika yale yaliyopita, muislamu unafaa uyafute yale yaliyopita katika njia ya uzuri. Yale yaliyopita uliofanyiwa kwa ubaya, samehe na uyapuuzie kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika kufuta yaliyopita, kwa mtu kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kurudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ambayo kwamba uliyofanya muislamu. Wa atbi' sayyi'ata alhasanata tamhuha, kadhalika mwanadamu anapokuwa amefanya mabaya akatanguliza mazuri katika kuyafuta yale mabaya ya nyuma, na katika kufanya mazuri ni mtu akafanya tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imhul madhi bil hasanat. Ikhwani fillah, tufute yale yaliyopita tuliofanyiwa mabaya kwa wema, tufute yale yaliyopita ndugu zangu katika imani, katika kumpatia udhuru yule ambaye kwamba aliyewahi kuja kukukosea katika haki yako, katika kumpatia udhuru yule ambaye kwamba aliwahi kuja kukuvunjia heshima yako. Imam Shafi'i rahimahullah siku moja anaambiwa, akawa anaelezewa katika namna iliyotokea mmoja katika vijana waliomkosea adabu. Imam Shafi'i akawa anaelezea akisema, qila li qad asaa ilayka fulan wa muqamu alfata ala dhulli 'ar, qultu qad ja'ani wa ahdatha 'udhran diyatu adh-dhanbi 'indana al-i'tidhar. Mumekwisha kunihadithia, kunielezea kwamba fulani amekukosea. Kwa hakika ndio hali ambazo kwamba huenda zinapitia hususan kwa vijana. Amekwisha kuja kwangu mimi kunitaka udhuru, amekwisha kuja kuniomba msamaha, kunitaka udhuru. Kwa nini nisiwe ni mwenye kumpatia udhuru? Ahibati fillah, katika hali kama hii ndugu zangu katika imani, kuna yale ambayo kwamba watu walioyafanya yaliyopita. Pengine mtu alifanya maovu miaka 5 iliyopita au miaka 10, tunakuwa ni wenye kufuta katika mambo kama yale. Imhul madhi fa inna dhaka almadhi qad taghayyar, futa yaliyopita. Huenda mtu uliamiliana naye katika maisha ya nyuma, unamjua, alikuwa pengine ni mtu mbaya, mtu muovu, akawa anakufanyia muovu, lakini mkawa mmetengana baada ya muda, mkaja mkaonana. Usiwe bado unabeba yale ya nyuma ambayo kwamba aliyokuwa amekubebea au amekufanyia. Yafute yale yaliyopita ikhwani fillah.
katika kufanya mema, katika kumpatia udhuru yule ambaye kwamba aliyekufanyia mabaya. Katika hadithi aliyopokea Imamu Ahmad katika musnad yake, hadithi kama hii akisimulia Miqdad ibn al-Aswad, Mtume sallallahu alayhi wasallam akitwambia, la qalbu ibn adam ashaddu inqilaban min al-qidri idha istajma'at ghalayana. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia katika maneno yake adhim, la qalbu ibn adam ashaddu inqilaban min al-qidri idha istajma'at ghalayana. Moyo wa mwanadamu wa Islam, moyo wa huyu kiumbe binadamu una tabia ya kubadilika, una tabia ya kubadilika kwa haraka mno. Mtume sallallahu alayhi wasallam akapigia mfano katika moyo kama huu wenye kubadilika, mfano wa chungu unapokiona kiko juu ya jiko, kiko jikoni, kiko motoni, ikiwa kumewekwa chakula, ikiwa ni uji unaotokota, kwa ile hali ambayo kwamba yanapishana juu chini, juu chini. Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia, la qalbu ibn adam ashaddu inqilaban min alqidri idha istajma'at ghalayana. Rasulullah ambaye kwamba alikuwa akikithiri na kukariri dua yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ikhwani fillah, huenda yule ambaye kwamba tunayemjua, yule ambaye kwamba aliyekuwa mwovu katika dunia hii, baada ya kuwa tulimjua kwa miaka iliyopita au kwa muda ambao kwamba umepita, huenda alirudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huenda akawa ametubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika mwanadamu kwa tabia yake anatakiwa aifanye upya. Ndugu zangu katika imani, mwanadamu ajifanyie katika tabia yake hali ya kubadilika. Waislamu, mwanadamu asiwe jabari, asiwe kiburi, asiwe kwamba anajiona kwamba yeye ndiye yuko juu. Ikhwani fillah, kwa hakika kuna hali ambayo kwamba inampitia huyu mwanadamu, hali ya kubadilika, na inapofika hali kama hiyo awe ni mwenye kuipatiliza. Ikhwani fillah, katika hali kama hii ya kubadilika, ikiwa itakuwa mioyo yetu ni mizito, Waislamu tuliohudhuria na wanaosikia, ikiwa mioyo yetu itakuwa ni mizito katika yale ambayo kwamba tunaambiwa na kukaririwa, mmoja katika ahlul ilm anasema katika mazungumzo yake mazuri, law anna al-insana wat-taba'i'a fihi la tataghayyar fama fa'idatu al-ilmi wat-ta'lim wan-nushi wal-mawa'idh. Mmoja katika ahlul ilm anasema, lau mwanadamu ikiwa hatobadilika kwa ile tabia ambayo kwamba alionayo, tukizungumzia tabia iliyo mbaya, tabia ya kusinya wanadamu, tabia ya kuudhi, law anna al-insana wat-taba'i'a fihi fama fa'idatu al-ilmi wat-ta'lim. Iko wapi faida ya watu kwenda kusoma dini yao? Iko wapi faida ya watu kusomeshwa dini yao? Iko wapi faida ya watu kupewa nasaha? Iko wapi faida ya watu kupewa mawaidha kila wiki siku ya Ijumaa? Ikhwani fillah, ikiwa takuwa mwanadamu kama huyo ameamua kuweka gingi, hataki kubadilika, fama faidatul ilmi wat ta'lim. Iko wapi faida ya elimu? Ikhwani fillah, imhu al-madi fa inna dhaka al-madi qad taghayyar. Al-Hasan al-Basri, mmoja katika watu wema, katika tabi', katika watu ambao kwamba waliomdiriki Uthman ibn Affan, anasema Hasan al-Basri, ma min yawmin tabzughu shamsun illa wa yunadi ya ibn adam ana khalqun jadid wa ala amalika shahid fatazawwadu minni fa inni idha madaitu la a'udu ila yawm al-qiyamah. Hasan al-Basri, ndugu zangu katika imani, anatuambia kila inapofika asubuhi, kila jua linapokuchomozea Muislamu, unapoliona jua siku ya pili ambayo kwamba ulioamkia, ile siku inakuwa ni mwenye kukwambia, mimi ni siku yako mzuri, katika matendo yako unayoyafanya nitakwenda kukutokea ushahidi kesho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ile siku inaendelea kukwambia kwamba na mimi ninapomalizika siku ya leo sirudi tena ila yaumil qiyama. Muislamu, patiliza siku yako kabla mauti hayajakufikia. Ikhwani fillah, katika hali kama hii, katika mambo ambayo kwamba tukikumbuka tuliishi mwezi wa Ramadhani, pengine wingi wetu tumediriki baada ya Ramadhani
Kuna wengine waliondoka baada ya Ramadhani, siku ya Eid, siku ya pili akawa ni mwenye kuondoka duniani. Ikhwani fillah, mmoja katika ahlul ilm Ibn Sammak anakuwa na maneno mazito mazuri akituambia, ndugu zangu katika imani, anasema innal mauta lam yabku min al maut. Wale jamaa zetu ambao kwamba tuliowazika kule makaburini Waislamu hawalilii kwa wao kufa duniani, hawalilii kwa wao kwamba waliondoka duniani, wa innama walakinnahum yabku min hasrati al-faut. Wanalia Waislamu kwa yale ambayo kwamba yaliyowapita. Walitaka kufanya amali, lakini taswifu nyingi ambazo kwamba walizozifanya, inshallah nitatubia. Mtu amemuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini inapofika kutubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anajitilia siku date, inshallah nitafanya tauba, inshallah nitakwenda kumuomba msamaha nilimkosea, inshallah nitamrejeshea haki yake yule ambaye kwamba nilimdhulumu. Ibn Sammak anasema innal mauta lam yabku min al-maut walakinnahum yabkuna min hasrati al-faut. فاتتهم والله دار لم يتزودوا منها ودخلوا دارا لم يتزودوا لها. Walipitwa katika hali ambayo kwamba ni ya duniani, hawakujichukulia akiba. Waislamu, tuko katika maisha ya dunia kwa muda mchache. Waislamu hawa ambao kwamba wako makaburini wanajutia kwa wao kupoteza muda wao mpaka siku ikawapita Waislamu, mpaka wakawa ni wenye kuingia katika makaburi. Hawakuchukua zawadi, hawakuchukua akiba, wakaingia katika nyumba ambayo kwamba hawana zawadi. Na zawadi iliyo bora kama alivyotuambia Allah Subhanahu wa Ta'ala, watazawadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Ibadallah, katika hali kama hii Ibn Sammak akituambia maneno mazuri, fa ayatu sa'atin ala man madha. Ni muda gani ambao kwamba uliwapita wale ambao kwamba walipitwa na time kama hiyo, mpaka hivi wako makaburini wanajutia kwa nini hatukuyafanya mema. Ikhwani fillah, wa ayatu sa'atin baqiyat alaina, tumebakiwa na muda gani ndugu zangu katika iman? Wallahi innal mutafakkira fi hadha lajadirun an yahjura al-awtan wa yatruka al-khullan ma yada wa hazza wa hana. Ikhwani fillah, katika hali kama hii Ibn Sammak rahimahullah akituelezea kwamba wale ndugu zetu ambao kwamba tuliwazika katika mababu zetu, nyanya zetu, wake zetu, ndugu zetu, kaka zetu, sister zetu, ambao kwamba masahiba zetu, majirani zetu tuliwazika kule makaburini, wakijutia kwa yale ambayo kwamba yaliwapita. Wakati uliwapita hawakufanya katika mambo mema, kwa hivyo wao ndio wanalilia jambo kama hilo, hawalilii wao kufariki duniani. Waislamu, Ibn Sammak anasema wallahi innal mutafakkira fi hadha lajadirun an yatruka al-awtan. Mwenye kuyafikiria maneno haya na mwenye kuyafikiria picha hii ambayo kwamba inapokwenda, basi ni kwake yeye kwa hakika awe ni mwenye kugura mji wake. Na akatumia maneno ambayo kwamba ni mazito kwa kinaya, akasema kwamba na baada ya mtu kugura mji wake asiwe ni katika watu ambao kwamba wanapenda yale mambo ya ndoa, awe atagura mji wake na atagura kile chenye kugurwa cha ndoa, awe atamkabili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imhul madi ibadallah, tufuteni yaliyopita Waislamu, fa inna dhaka almadi qad taghayyar. Yale yaliyopita yamekwisha kubadilika. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إخواني في الله, katika kufuta ambayo kwamba yaliyopita kwa wale wenzetu ambao kwamba kuna baadhi ya watu ambao kwamba waliotufanyia makosa, pengine kuna mtu ambaye kwamba hivi sasa tuko naye katika maisha tunaishi naye, pengine alipokuwa umri wake wa ujana ama alipokuwa ni kijana mdogo alikuwa ni kijana hana adabu, hana heshima na wakubwa, hana heshima na wazee. Hivi leo amekuwa mkubwa, isiwe sisi tutakuwa ni wenye kumkariria kwa yale aliyokuwa nayo udogoni. Imhul madi fa inna dhaka almadi qad taghayyar. Kadhalika ikhwani fillah, katika mambo ambayo kwamba na haya hutokea sana katika qaidul haya, yanatokea sana katika maisha tunayoishi Waislamu. Watu wanaokuwa wanatangamana mume na mke, huenda yule mke ambaye kwamba ulitaka kumuoa
ndugu Muislamu. Ama huyo ambaye kwamba uko naye pengine katika zama zake kabla hujamuoa, pengine unajua historia yake, alikuwa mashallah akipendana na fulani, wanasema zama za ujahilia. Au pengine mume alikuwa anajulikana na mwanamke alikuwa akipendana na fulani, hivi leo wametangamana pamoja. Isiwe katika maisha ya ndoa sheitan atawapelekea katika kuwavurugia jambo lao kama lile, kuwakumbusha yaliyopita, wakawa ni wenye kukosana kidogo. Tanambia nini wewe, mwanaume wako si alikuwa ni fulani na fulani? La, sio hivyo ndugu zangu Waislamu. Hadha min adh-dhulm ibadallah. Kadhalika wanawake wanapokuwa ni wenye kukaruzana na waume zao, akiwa anamjua mumewe pengine kabla ya yeye kutangamana na mume wake, asiwe ni mwenye kuyaleta yale ambayo kwamba yaliyopita. Yale yaliyopita yamekwisha kufutika na kubadilika, lakini ikiwa utamrudishia mtu kama yule, kwa hakika utakuwa umemdhulumu. Ikhwani fillah, na katika adhim, na katika jambo kubwa ambalo kwamba liko, huenda kuna mtu tulikuwa tukimjua ni asi, huenda kuna mtu ambaye kwamba tulikuwa tukimjua ni fajir, mtu alikuwa ni muovu, pengine alikuwa na amali mbovu, dalili na ishara za wazi dhahiri ikawa zinatuonesha taba ila Allah, rajaa ila Allah, amerudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ni baadhi ya magonjwa ambayo kwamba tunayo baadhi ya Waislamu. Yule ambaye kwamba pengine aliyefanya tauba kwa madhambi aliyokuwa nayo, pengine mtu akijulikana ni muhuni mkubwa, njia hii huwezi kupita kuna fulani. Pengine mtu akijulikana ni makatafunua mkubwa, lakini taba ila Allah wa rajaa ila Allah, haistahiki Waislamu sisi tuwe ni wenye kumtajia yale ambayo kwamba aliyokuwa nayo. Alislamu tajubu ma qabla ibadallah. Uislamu unafuta yale yaliyopita kwa mwanadamu atakapoamua kumrudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ahibati fillah, katika hali kama hii, katika tarehe al-Islam ya Imam al-Dhahabi akataja kisa cha bwana mmoja ambaye kwamba kwa jina lake Mas'ud ibn Muhammad al-Hamdani. Huyu Mas'ud al-Hamdani alikuwa katika maisha yake duniani akiishi. Katika kitabu Tarikh al-Islam ya Imam al-Dhahabi anaelezea kisa kama hichi. Mas'ud ilikuwa tabia yake anapokuwa anaishi katika mujtamaa, anapokosana na watu au pengine watu wanapomkosea, watu wanakuja kwake yeye kumtaka udhuru, wanakuja kumuomba msamaha, anawaambia al-madhi la yudhkar, yaliyopita usiyataje, kwisha yamepita, amekwisha kufuta. Huyu Mas'ud al-Hamdani alipoondoka duniani, al-Imam al-Dhahabi anaelezea alipoondoka duniani, wale marafiki zake, masahiba zake wakamuona ndotoni, wakawa ni wenye kumuona Mas'ud al-Hamdani, wakawa wanamuuliza, tuambie Allah Subhanahu wa Ta'ala amekufanya nini? Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala alinisimamisha mbele yake akanikumbusha kauli ambayo kwamba niliyokuwa nayo duniani, al-madhi la yudhkar, yale yaliyopita yasiwe ni wenye kuitajwa. Waislamu tusamehe na kufuta yale ambayo kwamba yaliyopita. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kaida, katika mfumo ambao kwamba mwanadamu afaa aishi nao, katika hadithi aliyopokea Abu Dharr al-Ghifari, na hadithi kama hii Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man ahsana fi ma baqiya ghufira lahu fi ma madha, yoyote atakayefanya wema kwa huu muda ambao kwamba yuko sasa na kwa uliobakia, ghufira lahu ma baqi, ghufira lahu ma madha, Mwenyezi Mungu anamsamehe kwa yale yaliyopita. Kuna watu ambao kwamba walikuwa katika mambo ya shari, lakini akagutuka, akakumbuka kuna mauti, kuna kifo, kuna kurudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, akawa ni mwenye kutanguliza mema. Waislamu, man ahsana fi ma baqi ghufira lahu fi ma madha, utakapofanya mema kwa hii time uliobakisha Muislamu, kwa huu umri uliobakisha, Allah anakuwa ni mwenye kukusamehe kwa aliyopita. Wa man asaa fi ma baqi ukhidha bima madha wa bima baqi, yoyote atakayefanya maovu kwa huu muda uliobakia, Mwenyezi Mungu atampatiliza kwa yaliyopita yake maovu na kwa haya yaliyobakia maovu.
Angalia ni kaida iliyoje mzuri Muislamu. Pengine umri uliobakia hivi sasa ni mtu akumbuke kifo na akumbuke ikbalu ala Allah jalla wa ala, akumbuke kuelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, awe ni mwenye kutanguliza katika mema. Waislamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, afallahu amma salaf, afallahu amma salaf wa man aad fayantaqimu Allah min wallahu azizun dhu intiqam. Mwenyezi Mungu anakuwa ni mwenye kusamehe na kuwasamehe wale ambao kwamba wanasamehe mambo ambayo kwamba yaliyopita. Mtu akaamua kusamehe kwa aliyofanyiwa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akaamua kumsamehe lillahi jalla wa ala, afallahu amma salaf. Ndugu katika imani, katika hali ambayo kwamba ni ya masikitiko makubwa, katika maudhu kama hii ambayo kwamba tunazungumzia tufute yaliyopita, kwa hakika yamebadilika. Lakini katika mambo ya kusikitisha, kuna wanadamu au kuna kiumbe ambaye kwamba yeye bado amekakamia katika mabaya. Kuna kiumbe bado wenzake wanabadilika kuelekea katika mazuri, wanaelekea katika mema na kheri na tauba, lakini bado yuko katika maovu. Huyu bado hajapitikiwa na upepo wa kubadilika. Huyu ni mtu ambaye kwamba tunafaa tumsikitikie ndugu zangu katika imani. Mmoja katika kisa maarufu, na hii ni moja katika dhulmu wa Islam ambayo kwamba leo imeenea katika mujtamaa wetu. Kuna baadhi ya watu au marafiki au masahiba au mtu na ndugu yake, brother yake kabisa, au mtu na mzazi wake, mtu na jirani yake. Kuna asilimia nyingi watu wameteta kwa minajili ya kuletewa habari na fulani na allani, na hii ni katika dhulmu wa Islam. Mmoja katika watu wema anaitwa Ahnaf ibn Qais alijiliwa na mtu akamwambia, hadathani thiqatu anka bisu. Huyu Ahnaf ibn Qais anaelezea kwamba mmoja katika watu alimjilia akawa anamuelezea kwamba fulani alinihadithia mimi, fulani ambaye kwangu mimi namwamini ni thika, amenielezea mambo yako ambayo kwamba ulionifanyia au uliosema maovu. Ahnaf ibn Qais ikawa anamjibu kwa kumwambia, athiqa la yanum, yule mtu aliyemwaminifu, yule mtu aliyethika billahi azza wa jalla, hawi ni mwenye kuchonganisha watu. Muislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, kitabu chetu kitukufu. Mwenyezi Mungu anasema katika suratul Hujurat, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Enyi mlioamini, in ja'akum fasiqun binaba'in, yoyote atakayowajilieni na habari, fatabayyanu, dhibitisheni habari kama zile. Leo atakuja mtu ambaye kwamba atakwambia, bwana habari unayo? Sina habari. Nikikuelezea utaweza kuyahimili shekhe? Naweza kuyahimili bwana. Fulani ameketi kwenye kikao anasema kuhusu wewe kadha kadha kadha. Fulani anasema yeye ndo ambaye kwamba anakuangalia wewe na familia yako na ya kadha kadha. Ukitoka umevimba, umekasirika Muislamu. Fulani mnakutana katika njia, bwana sitaki salamu zako, ninapata habari zako ulivyonielezea. Sivyo Waislamu tunavyoishi katika aya ya Mwenyezi Mungu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Fasika anapoajilieni na maneno na habari ambazo kwamba hazina uhakika, thibitisheni. Fulani amekuja, subiri tumvutie waya tumpigie. Hivi ndio katika kuwakomesha wale ambao kwamba wanaenda na tabia hii ya namima, wanaenda na tabia kama hii ambayo kwamba watu wanakuwa ni wazito kusameheana kwa yaliyopita. Antusibu qauman bijahala, kisha ikaweje? Mwenyezi Mungu anatuambia watu baadaye tukachukulia watu kwa maneno ya kusikia, fulani amesema, fulani eti amesema. Antusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Mwisho kaanza kujuta, subhanallah, nilimjeruhi fulani kwa maneno ya kuambiwa, kwa maneno ya kusikia, kwa maneno ya kuletewa kwa watu ambao kwamba tunaitakidi ni waaminifu, kumbe ni watu ambao kwamba ni wachongoneshaji wa manamam. Ukawa ni mwenye kujuta kwa uliyofanya. Muislamu, imhul madhi ibadallah. Khutba hii nimeitoa lillahi jalla wa ala, lillahi thumma bikum. Nimeitoa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuwakumbusha ndugu zangu na wazee wangu Waislamu katika msikiti wetu huu baada ya kuondokewa Ramadhani, ibra ambayo kwamba ni muhimu zaidi kuipata Waislamu. Tufute yaliyopita,
futa yaliyopita, msamehe kwa aliyokukosea katika mambo ambayo kwamba ni ya kusameheana, na msamehe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Akhiran Waislamu, nikimalizia, Mtume sallallahu alayhi wasallam, haya nishamalizia khutba yangu, haya nakuwa ni wenye kuwafaidishia. Mtume anasema katika hadithi, mal faqru akhsha alaykum. Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, katika hali ambayo kwamba tunajua kiumbe ambaye kwamba atakwenda kutushufaia kesho siku ya kiyama. Kesho siku jua litateremshwa katika kadri maili moja. Watu watakwenda kwa kila mtume na nabii kwenda kutaka kufanyiwa tahfifu, wafanyiwe hisabu, basi kama ni wa mtu wa motoni aende motoni na peponi aende peponi. Lakini mtume peke yake sallallahu alaihi wasallam ndiye atakayebeba dhima ya kwenda kutushufaia kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume anazungumza maneno haya adhim, anasema wallahi mal faqru akhsha alaikum, siwaogopeni umati wangu ufukara. Mtume hatuogopei sisi kwa kuwa mtu atakuwa fukara, hawi na hofu katika hiyo kwa mazungumzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kile anachokiogopea Mtume anasema antubsata lakumud dunya, Mwenyezi Mungu awafungulie maisha ya dunia. Na hii ndio jibila, maumbile ya mwanadamu anayopenda. Mtume anasema lau kana ibn adam wadiyan min dhahab, lau mwanadamu atakuwa na jangwa la dhahabu, mlima wa dhahabu, atataka mlima wa pili. Na hii ndio maisha ya mwanadamu. Leo natembea kwa miguu, pengine nimepata pikipiki, nitakuwa katika maisha pikipiki, si hata kitena, nataka na mimi niwe na Noah na Rafo. Hivi ndio maisha ya mwanadamu Waislamu, ndio maumbile ya mwanadamu. Lakini Mtume anasema kile anachotuogopea kwetu sisi ummati Muhammad, antubsata lakumud dunya, mufunguliwe dunia Waislamu, mupewe, mwambie chukueni haya mali, mashamba, watoto, kadha wa kadha, kisha muanze kushindana katika mambo ya kidunia. Yule ana mali na mimi nina mali, tafanya bidii nitafute mengine kadha. Watu waanze kushindana katika mambo ya kidunia, wamsahau Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume akasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awaangamize baada mshapewa mali. Mwenyezi Mungu awaangamize kama alivyoangamiza umma iliyopita kwa kupewa mali, kama kina Qarun. Nani aliyekuwa tajiri mkubwa kama Qarun? Qur'ani imetaja historia yake. Katika Ramadhani tuliyopita Waislamu, kuna kisa ambacho kwamba kilinishtua kwa umri wangu, pengine ni kijana mdogo, sijawahi kuyapata. Nilitoa khutba katika darsa, naombeni niwe radhi kwa dakika zenu, samaheni sana. Nilitoa khutba Ramadhani katika moja msikiti darsa, ikawa nimezungumzia kuhusu tauba, kurudi kwa Mwenyezi Mungu, na watu kwenda kurejesha haki za watu, kwenda kuomba udhuru kwa yale waliofanya kwa wanadamu wenzao. Basi baada ya hapo kuna bwana mmoja mtu mzima akawa ananisubiri. Sura zake si mtu wetu wa Malindi, ni kama ni mtu ametoka safari. Anaambia, ustadhi, umezungumza maneno mazito, kwa hivyo niko hapa chini yako unipatie maelezo. Asema mimi nina mali, katika mali ambayo kwamba niliyokuwa nayo ni mali ya mzazi wangu. Mzazi wangu ameondoka, baada ya kuondoka akawa ameniacha mimi na ndugu zangu na mamangu ambaye ni wakambo, ni mke wa babangu, akapatiwa haki yake. Na masikitiko makubwa Waislamu, tukipekua kiundani, 95% au 8 vita vikubwa vilioko katika maisha haya yetu ni katika mambo ya urathi wa Waislamu. Tumekatana Waislamu, tuambiane wazi. Tunakuja misikitini, lakini kuna mambo yamefichika katika majumba Waislamu ambayo kwamba ni dunia ambayo aliyosema Mtume, na hofia mkunjuliwe dunia, muangamizwe kama walivyoangamizwa waliopita. Huyu bwana akanambia, shekhe, mamangu wa kambo aliganyiwa haki yake kwa mkataba ulioandikwa, mimi ninapewa haki yangu. Hivi baada ya kuondoka babangu, mamangu kuna ameniendea kwa hali na mali aliyokuwa nayo katika kunidhulumu baadhi ya haki yangu niliyokuwa nayo. Shekhe, kwa mtu mzima analia shekhe, na tunaambia ukiona mtu mzima analia kuna jambo Waislamu. Analia msikitini mpaka imebidi niite baadhi ya wazee wengine tulionao. Asema, shekhe, nataka kwenda kuchukua kipanga nikamkate shingo yake. Ndugu zangu katika imani, mali haya ya ambayo kwamba tumekuja kuyadandia kwa juu, leo tunakuwa tunapigana vita. Leo hatusemezeshani mandugu. Shekhe ndugu ana ndugu yake shekhe pia hawasemezeshani kwa mali ambayo kwamba wameachiwa. Antubsata lakumud dunya Waislamu. Kwa hivyo katika haya mali, wewe uliyejaliwa mali,
wewe uliye na mali yako, yafikirie haya mali yangu yasije yakawa ni vita na husma kwa ile athari nitakayoacha Waislamu. Yazingatieni sana Waislamu. Leo ni katika Ijumaa ambayo kwamba tutakuwa ni wenye kufanya mchango, na mchango umewekwa kwa Ijumaa mbili. Ijumaa ya kwanza ni ya mwanzo wa mwezi kama sijakosea, na ya mwisho wa mwezi. Ndugu zangu, mchango huu tunaofanya ni kwa minajili kuinua jengo hili la huyu mtu ambaye kwamba aliyefanya hili jambo khairati lillah.